Mimi nimpongeze Salim Tayageni. Salim Tayageni alisomea mpira na anajua kanuni za mpira. Ndio maana aliitisha akawaambia jamani, bodi ya wakurugenzi ya timu ya Simba akaambia nisikizeni, naijua sheria na ninajua namna gani hapa haki yetu ipo. Tusipeleke timu. Yako. Lakini leo basi bwana limeenda mpaka Bunju kule la. Sasa ndio mtajua tuna viongozi wa aina gani. Mtu anachukua basi tunacheze mafuta, kuna watu hawajafuturu. Ile hela kutia mafuta kulipeka Bunju, bora wangepewa watu wafuturu. Lakini Mwijako, kwa mujibu wa sheria za mpira wa miguu hapa nchini, usinipe mambo ya kikao cha masaa 72. Hapana, sio hiyo. Tunaenda kwa mujibu wa sheria za mpira wa miguu Tanzania. Yanga kama walizuia Simba kuingia uwanjani wana adhabu yao. Ambapo Simba hakuna kipengele kinachosema kwamba kama walizuiwa kuingia uwanjani wagomee mechi. Yes, sasa wewe ndio unasema maamuzi ya mtu. Wana adhabu yao ipo, lakini maamuzi ya timu sasa. Kwa sababu tumeliona hili kubwa. Na ili kukomesha, Simba sote inataka kukomesha. Simba ndio watu wa kwanza ambao walifundisha watu kujaza uwanja full house 1060 pale. Simba ilifanya hivyo na timu zingine zikaiga. Sasa Simba ndio inakuwa timu ya kwanza kukomesha upumbavu, ujinga, uchawa kwenye football, na hii ndio wanaenda kukomesha kupitia Simba. Kama itajirudia tena hapa katika nchi, basi Simba isiwepo. Yaani umeona tukio lilifanywa na Simba, maamuzi ya kutokupeleka timu haitojirudia kwa timu yote, hata Mtibwa Sugar haitajirudia, kwa sababu Simba yoyote haijui, kwa sababu Simba inapanga utaratibu. Hao wanajielewa bwana. Si hatuna kuna Yusuf Kanyoka. Kwa hiyo niwaambie itapangwa tarehe. Sasa hivi nasikia kuna minong'ono, hatupeleki timu, wanajisumbua tu, wanachangamsha mtandao wa kijamii. Lakini ninakuhakikishieni mimi niko hai leo. Tarehe kipangwa, bodi ya ligi na wakikati FUFA kitao ratiba ile mbwa, watani wajadi mtacheza tarehe fulani. Timu zote mbili zitaita timu uwanjani na watacheza. Huyu Mwijako mkimpiga vizuri huyu mkimpiga vizuri. Mwijako kwani wewe ni timu gani? Atasema. Siku ulikuwa unapata futari na Aziziki. Yes, huwezi kwenda kinyume na shemeji. Huwezi kwenda kinyume na shemeji. Huwezi kwenda kinyume na shemeji. Huwezi kwenda kinyume. Dadangu kaolewa pale. Unataka nimuzi shemeji? Mwijako tuzungumzie game ya leo. Uko upande wa warehouse au kwa? Mimi siwezi kwa warehouse. Warehouse kwa tajiri yangu kweli, lakini leo nipo kwa Konde Boy, tajiri namba moja. Ukitabiri unahisi wataondoka labda Harmonize asicheze. Akicheza mtu anapigwa 5-6 hapo. Unaamini sana kwenye kipaji cha mpira? Vibaya mno. Na ndio Harmonize akishindwa muziki amekuja kwenye mpira. Sasa mwambie akishinda muziki anaenda kwa nini? Ataanza kuimba nasema nao mama nasema. Nimekwambia nimekutelea mfano. Harmonize akishindwa muziki anarudi kwenye football na anza mwanamsajili. Nani? Hali hajashindwa, hali ipo vizuri katika cost. Sasa ushasema timu anacheza peke yake. Sasa hiyo ndo gapi? Basi hujui mpira bado. Hujui mpira ucheze peke yake au vipi? By the way, inabidi pia muaulize ma celebrities zao ambao ni ma captain wa hizo team. Ukimtoa hali tulimlazimisha kutoka mechi ya Crown. Sawa Mtu mwingine ni Abdul Kiba. Mimi ni kocha wa Kings Music. Sawa. Tunacheza kesho na Clouds. Na Clouds. Yes. Mapema sana uwepo hapa. Celebrities wengi dakika zao ni 5, 7, 10 mwisho. Jana kama Mario dakika kwa nini? Hebu waulizeni hili swali, imekueje? Na wao wanafanya sana mazoezi ya pumzi kwa ajili ya vifua vyao, kuimba na kufanyaje. Kwa nini mpira umekuwa mgumu kwao ukimtoa hali peke yake? Celebrities wengine wote wameshindwa kumaliza. Labda kina anacheza mpira Costo. Sasa tunazungumzia A-list. Mmeona Kipotoshi kamaliza mechi. Meja Kunta walimlazimisha kutoka kwa sababu ana train kila siku. So kama tumechagua kulifanya ili kuwa jambo la kijamii na tumeona impact yake kwa sababu watu wanakuja wengi, I think wanatakiwa pia kuutilize hapa. Haya mazoezi wanaofanya hao kwa ajili ya sauti, kwa sababu lazima kuna kukimbia, kutumia ma treadmill, pumzi hiyo imejaa kifuani. Basi na huku uwanjani, kwa sababu music, football na vitu vyote ambavyo vinakutanisha jamii kwa ujumla vina impact yake na watu wanafurahi kuwaona. So we need to see them more often uwanjani. Leo unashabikia timu gani? Leo niko na mwanangu Konde. Piga mniue. Mimi nina swali kwa Mwijako. Sasa lipi? Hapa bosi wako Alikiba. Bosi wako Alikiba yuko hapa. Anacheza, lakini pia Konde yuko hapa. Na walisharushiana maneno mtandaoni. Konde yeye alisema Kombe apewe yeye. Yeye Alikiba akasema huna uloto. Na nimeona wewe pia umezungumzia mambo ya uloto hapo. Nani ataondoka na ile kombe? Ile kombe anaweza akachukua Kings Music ambao hayupo King wala hayupo Konde. Wanaweza akachukua Kings Music ambao anacheza kesho na Clouds. Lakini leo nipo upande wa Konde. Tunampiga Warehouse. Jumatatu nipo upande wa Kings, tunampiga Clouds. Mtondogo nipo upande wa Crown, inampiga nani huyu? Inampiga yule tulicheza naye anacheza nani siku ya kwanza tulicheza nao nani? Kwa kila sehemu nipo na upande wangu. Wapo tajiri yako alifeli sana hadi akafunga tano. Sasa vijana wa hovyo UTI mwashika watoto wamekaa miguu inakuva ganzi. Mpaka nikamwambia tajiri niingie mwenyewe. Kwa tajiri ndo na UTI.
Tajiri ana UTI, wale vijana wengine kina Juma hayo wana UTI. Neno lako la mwisho kwa Konde Boy? Of course tukaze, tunyooshe, mashindano mazuri yanafuatiliwa, nimeambiwa watu wa juu kabisa wanafuatilia, watu wazito. Kwa hiyo huenda zawadi zikaongezeka. Kwa hiyo niwakaribishe makampuni mengine, mashirika mengine yanayotaka kuwekeza na kutoa zawadi ule wakati wao, wanipigie simu tuone namna gani brand zao tunaweza kuzitangaza hapa, lakini namna gani opportunity yao kukutana na celebrity mastaa wote wa nchi wako hapa. Jana nimepokea ujumbe wa maombi, Mwambino naomba kuhudhuria, nikamwambia you are warmly welcome, mlango iko wazi. Diamond anataka kaomba jana, kaomba DC naweza kuja. Baada kumwona sasa mimi ndo msemaji wa mashindano. Unauliza hata mimi kama nani? Mimi ndo msemaji wa Samia Cup. Mimi hapa. Kwa hiyo umeruhusu aje? Nimemwambia njoo, milango iko wazi, hata ukiwezekana kama unataka timu nikupe utacheza. Tuone uroto ulivyoisha Konde. Wanaweza akachukua Kings Music ambao anacheza kesho na Clouds. Lakini leo nipo upande wa Konde. Tunampiga Warehouse. Jumatatu nipo upande wa Kings, tunampiga Clouds. Mtondogo nipo upande wa Crown, inampiga nani huyu? Inampiga ule tulicheza naye anacheza nani siku ya kwanza tulicheza nao nani? Kwa kila sehemu nipo na upande wangu. Wapo tajiri yako alifeli sana hadi akafunga tano. Sasa vijana wa hovyo UTI mwashika, watoto wamekaa miguu inakuva ganzi. Mpaka nikamwambia tajiri niingie mwenyewe. Kwa tajiri ndo na UTI? Tajiri ana UTI, wale vijana wengine kina Juma hayo wana UTI. Neno lako la mwisho kwa Konde Boy? Of course tukaze, tunyooshe, mashindano mazuri yanafuatiliwa, nimeambiwa watu wa juu kabisa wanafuatilia, watu wazito. Kwa hiyo huenda zawadi zikaongezeka. Kwa hiyo niwakaribishe makampuni mengine, mashirika mengine yanayotaka kuwekeza na kutoa zawadi ule wakati wao, wanipigie simu tuone namna gani brand zao tunaweza kuzitangaza hapa, lakini namna gani opportunity yao kukutana na celebrity mastaa wote wa nchi wako hapa. Jana nimepokea ujumbe wa maombi, Mwambino naomba kuhudhuria, nikamwambia you are warmly welcome, mlango iko wazi. Diamond anataka kaomba jana, kaomba DC naweza kuja. Baada kumwona sasa mimi ndo msemaji wa mashindano. Unauliza hata mimi kama nani? Mimi ndo msemaji wa Samia Cup. Mimi hapa. Kwa hiyo umeruhusu aje? Nimemwambia njoo, milango iko wazi, hata ukiwezekana kama unataka timu nikupe utacheza. Tuone uroto ulivyoisha. Uoga maisha. Ni uoga maisha. Ukiwa mwoga na mjanja vitu hivyo huwezi kuleta kunyoka. Maki hapa tunataka mtu alionyoka. Mpira unajua, ujui, full stop. Asanteni sana. Mmoja kwa swali langu la mwisho, naona umejigusa ndevu hapo. Umeziona ndevu za Diamond? Zinaonekana ndevu fulani hizo za kitajiri zaidi. Ndevu za kitajiri zitakuwa zile, ndugu yangu. Ndevu za kitajiri itakuwa ile. Unajua ndevu ya tajiri? Tazama hii, ina mushroom. Unajua mushroom? Ina uyoga. Kujiunga before kwenye haya maisha. Uoga maisha. Ni uoga maisha. Ukiwa mwoga na mjanja vitu hivyo huwezi kuleta kunyoka. Maki hapa tunataka mtu alionyoka. Mpira unajua, ujui, full stop. Asanteni sana. Mmoja kwa swali langu la mwisho, naona umejigusa ndevu hapo. Umeziona ndevu za Diamond? Zinaonekana ndevu fulani hizo za kitajiri zaidi. Ndevu za kitajiri zitakuwa zile, ndugu yangu. Ndevu za kitajiri itakuwa ile. Unajua ndevu ya tajiri? Tazama hii, ina mushroom. Unajua mushroom? Ina uyoga. Bongo Trendy TV.